kirirwa na kiomuntu. to sabo kwa bere senga chumo chanda bwere yokorende abateneri bana kuru magaye kamera ba shugulikere senchirere yabwango nabone gatwenere mbe ka cha butukechi de kairenge chumo chumwe kitege ka cha butukire ni komina irenga ni komina isato igoro chinsa je chabona mambye sire cha bene ne chuma yende litarike bangabe ne son imerongebe ne son isato 28 mutingata omoti gatana gato mwaka chimonongebe ne 5 no mo 2026 asinjira bene ko kwalege nde se mambye yabona iga imigete sene kyao kyamene bw'Ensoko TV morobere Etorobini togendra ko kwana manga ringeta mangani siasa kuchakira bone ko inside sana na ya mochia mugaso sasa cha mugaso aso cyo kwana mangana manga ringete siasa na ari agenda te korekana imeyense ya Kenya ngo kwalege senchira bene buna botambe mugendi yo ninchi Daniel Omwaga na yari mutu na manga kwalege nti asenchira ere ya bene hengitangani kabisa niko tabwata bugeni studio bari bayikire ngo bayikaranste bakanyete kigima tojikora kwana manga mangana siasa ngo mukwandra musubati faith ke mama utia oyunero bwetega ngaye yo kurigiye kero kelike chuma sasa mu yari bari chache nabayigaga munekene mona buna ensara ya Gen Z nabayigonto mubwate nyango asiga teach match tujikumanyiriye te nkiriminati nere ukurigiye ubunge bw'ensemo ya Suna West utoke se county ya Migori county ere mbarambare kabisa netinse area Tanzania so chikukwana mange yamanganike siasa team gose imeye siasa lituke weekend yego chega tukuya Sunday niko tubate timu ya Ndende Mwananchi ke kwenda se county ya Meru amanga ganite ko kwana ko rona bayigo kera bachikwanige ono yokabire mugabana bwe county ejo oyugo chikobarigania oyo kumanyekene muna kabati kawila mwangaza nabayigo tubata amanga uchi korekana homore bwe kama gya DCP igasogete bene go chimense ya USA asetare yaye yego chekwene kingana gante kuriga chikura chiko chikomokonya ane kuriga chikura chibare bwense bo mwako go cha 2027 agati yali amange agendera tekabisa ne system yechikosoli musubati fail chero tiche nere bono mu buyina ende sentuna yende chimbe chiri chechi mita chiri biso cyo gutuma macha mu bicara tota 3000 meters tipo Chelsea 3000 meters tipo Chelsea nere bono mu buyime ga yoko wachimbere cyo cyazuru jida mu butko igoro na gutumeka kiteka isano na isato chisekondi 50 nabayigo chimicrosekondi 53 nabayigo senchirere ya bene nere wono mubi we ugaseke kwa keria agede amanzuru chirege chimita achiri buisato akubwati wono Kenya onde talionde egotatiga Doris Remangole musubati berekago ta sara nere chimbere chigo abigo somo mu Uganda chimtai atiko kora libagadi agato ayuna gati yali amange neto kwalengeria mambi yabone ga karibu tugandira ko kwana na nkomanyi asenchera ere ya bene nditana kabisa toko chakera kuru omugano mutangania sebano umwana we school ya Kisi High School esorogongo rwagusi umanyekende buna Fred Mugaka nigo bona boli abiboli ko lenda abana babo anane bali bago State University chinga kichiga achiogoso chi school chegoirwe nabega abana bali abakete class ya 12 wachigoso SMU University nigo bona Fred Mugaka bari kuba kule abiboli yakobarenda nabego ko basaya abana babo chinja cyo kumenya buya kumenya chimbo chingya na wetegana na mungana yo gutumeka muri yo gotindi anese bali bago chigoso University masamatuko aremoto bachakira kwa sawa bange kula chini University au MS ya Kenya Mugaka niganya kwa ntaya kurasa matanga yo mongina Esther Akiribo Kaburi esoro gongorori wagusitora rye nkwana yaye tumanye kugenda na manganande yege siasa etamwe grade 6 grade 9 and the form 4s abatwale kubuli abayibuli bayito tubugaterane asoko make sure ngatwasira abana bayito mbana kuna kubetana na chipara banyore ngamba bwade jinga kibaya para yendukieke bagosoma Kisi region is known to produce the best. Naende ngote amatole asoko lenda abana baitu naende baitabuya. Abana baitu bachire university. The first years are now going to university.
Please, those are still adolescents. Tuegena ngawono mwano manete bali tuachite university murocha machole bunako kanyera abana bagire for first years. Please make moves and announce when they check whether those boys and the girls are still old. It is let us not force them to be in the process, but atageti. Atanga jona medicine era bana batageti kona kobara bantu chinda na bintu binde batageti ngaiti na konyoro mwana bugate AI atete kwa nakora ICT. Give them an opportunity to do that which they want to do. Nyore nkuwa nkuwa ayenkuwa bete munyagitari tiya kofusi omwana nga yana rero kombero munyagitari nje na misete. They have their own interests. Let us advise if they insist. Let us give them more the support they require. Otherwise, we want to wish you well. Toko tigana yutu ne mimo Etorobini Omwanchwa sebana amenyi bensemo ya mukuru wa njenga aiga mose mukuru wa Ruben aiga mimo Etorobini nigo bona bakorera kurobekana anakorera ekiginga kyabo kibent gosike gochikoirwa no munya bisiro ya moto teko yere kingi kena kobeka station yogo ichura chigasi ya sensemenye karengana abamenyi abu nigo bamenyira abu etani se myaka 25 esibono baganirie serikali nabaye kumugari Morensi William Ruto gasona gati eriko bakonya na kubatori banyako babakonya kinga kyabo toregelingo kera chinkwa na chiabo chige kigetambe karabare ngekorobekana na gokura ese batete kwana kinga kyabo nkerigo chikabage wekoirwa no mwenyigo sino mwanya besero yomo otebire kugesagana na igo atete gokeira Silamu hatuna mahali pa kuenda. Mtoto hana chakula. Sasa anapewa 2,000 ni nini? Huyo ndio tunataka mwenyenye. Kama atatupeleka kwake sisi wote, hatuwezi kubali hiyo. Tumekaa basi saidi. Jina naitwa Kennedy Siro. Hapa mkaaji wa mkuru kwa Ruben Gateway. So sisi mimi ni mmoja wao wa structure owners hapa Gateway. So tumepatwa na shida, bwenyenye mmoja anataka kutupomolea mahali hapa ambapo sisi tumekaa hapa more than 20 years, na chanzo kuu la kutupomolea ni kwa sababu sisi ni wanyonge. Anatuita wanyonge kwa sababu hatuchiwezi. So sisi kama wakaaji wa huku tumekataa kwa sababu sisi hapa tumekaa chini ya stima. Hakuna samba ya mwenyewe hapa. Hapa tumekaa chini ya stima more than 20 years. Sasa huyu bwenyenye amekuja naongana kutoka kwa chief na watu wa nyumba 10. Watu wa nyumba 10 ndio wanakuja kupeana notes kwa sababu wamepromisiwa pesa. Sasa hii pesa wamepromisiwa eti kila mmoja apewe shilingi 1,400, ndio sasa inafanya anataka kuadhiri watu. Anatupea punishment ya anatuambia siku 2 nini tuame within 2 days. Last time walipomolea watu wamelalia ukuta, akituambia hao watu wamelalia ukuta. Tukakubali, tukasema kwa sababu wamelalia ukuta wacha wasonge. Alafu tena wakatumana watu wa nyumba 10 ndio tena wakatuambia eti tunataka tena tusongeze tuchukue hii samba yote ni yangu. So sisi tunasangaa ni nini inaendelea. Tumekaa hapa hatuna nguvu, hatuna uwezo. So tunaomba serikali ingilia katikati utusaidie. Mr. President, kindly tusaidie. Hapa tunataka kupomolewa sababu hatuchiwezi. So tunasangaa ni nini inaendelea. So tunaomba watu kama kuna viongozi wakuche mahali hapa, waingilie mahali hapa, wasimamishe hii bwenyenye inasema iko na pesa, kutuliko inasema hawa ni wanyonge. Tunataka kuwatoa hapa kwa sababu hatuchiwezi. So tunaomba tu, kuna wamama hapa hawajiwezi, kuna wasi hapa hawajiwezi, watoto wanarudi shule, hakuna pesa, tena wanataka kupomolea watu hapa wahamishe. Naona kila watu maaskari wanatembea hapa, wanakuja hapa jana wakapima eti wanataka kupomoa kutoka hapa mpaka huko chini. Sasa tunasangaa hao watu wote wanaenda wapi? Na samba sio ya mwenye huyu jamaa. Samba yake alifensi hapa kamaliza. Na ni nini na hapa ni tena anakuja tena kusongeza mpaka hapa kwa ukuta, na hii samba ni ya Kenya Power. Barua hata moja tumeletewa. Tumejaribu kumuitiza, tulikuwa kwa meeting kwa DC. DC tukamwambia si atupee barua, si atupee code order ya kusema hapa ni kwake, lakini anachivicha anafanya hivi kwa sababu anajua kuna pesa ameongana. So sisi hatujui nini inaendelea. 1000 people wanakaa hapa. Hao watu wote 5000 hawajawaonyesha wanaenda kukaa wapi? Hawajui wanaenda kukua wapi? Hawajui wanaenda kukula wapi?
Sisi tumekataa. Sisi hatutaki kutoka hapa. Sisi hapa hatutoki. Hapa ndio kwetu, hapa ndio nyumbani. Wengine tumelelewa hapa, wengine tumekaa hapa miaka yote, hatujui tuende wapi. Hii ni almost 3 acres. Wanapomoa shamba 3 acres kutoka huko mpaka huku juu. Ni shamba kubwa sana. Kuna huyu jamaa anaitwa Kamau. Ndio mwenye hiyo shamba ya huko alifensingi akamaliza. Tena ukuta yake iko hapo mbele. So hii ingine kucha hapa ni ya Kenya Power. Tunajua tuko chini ya Kenya Power. So nyumba 10 ndio anatumia kutupomolea hapa. Hakuna kwa Kenya Power na sisi kama ni Kenya Power hatuna uwezo sababu shamba ni yao. Lakini sasa mwenye mtu personal individual anakuja hapa kutupomolea kwa nini? Hakuna uwezo yoyote sababu hana title deed, hana nini, hakuna kitu wako nayo. Sasa analipa watu, anatumia watu pesa kwa simu eti wachipomole. Kwa maana anajua hawezi hata tingatinga hapa sababu anajua hana title deed, hana court order. Sasa analipa watu kwa simu. Kuna watu walilipa hapo. Anawatumia kwa simu 10,000, 2,000. Mtu unatumia 2,000 unafanyia nini? Yaani anasema hii pesa ni ya kukuhamisha eti ndio inakusaidia kuhama. 2,000 anapea tena ndio 2,000. 2,000 umekaa hapa miaka moja. 2,000 inaweza kukupeleka wapi? Ndio tunashangaa 2,000 itakufanyia nini? 2,000 na kuna wengine wamehamishwa hapo, wamepomolewa hapo na wamehama, wametumiwa shilingi 2,000 kwa simu. Saa hii hata wanalala hapo leli. Wameweka magunia hapo leli wanalala hapo. Sababu 2,000 hata ni chakula unanunua, ni mtoto natumia. Sasa 2,000 ni nini? Unaona kama nyumba 10 inatumika vibaya. Nyumba 10 ndio chanzo, ndio wanatuua. Hata saa hii wanacheka hapa wakifurahia wakisema hawa watu hakuna watu hapa, sisi ndio tunawaweza. Ndio wanalipwa hapa ndio watu wamisi hapa. Hao nyumba 10 hao. Ni watu kama wangapi? Ni watu kama 5. 5 people. Kwa majina yangu naitwa James Kafuki. Kwa majina yangu kamili naitwa James Kafuki wa Shiori. Mimi ni mkaaji wa Ruben Gateway. Miaka ngapi? Hii mwaka ikiisha ni miaka 24. Ikiwa ile kitu inaendelea hapa, kuna bwenyenye moja amekuja hapa anaitwa Kamau. Ile shamba godown yake alibomoa 207. Kesi imekuwa kotini. Sasa ndio amepata jia. Na hajatuletea court order hata moja ya kutuonyesha aje tunafaa kutoka hapa hadi hapa. Na shamba yake amefence. Na tumeweza, mimi mwenyewe niliamua watu tuende kwa chief. Wakati tulienda kwa chief alituambia ana kitu ya kusema. Tukatoka hapo tukaenda kwa DO. Kwenda pale kwa DO bado hakuongea mpaka wa saa hii. Nauliza aje haki ya mnyonge itapatikana lini? Wako in groups ndio alisema zile makaratasi zake zote yako nazo, amepea hizo ofi. Na ile kitu inatuchangaza kama mimi hapa nyumba 10 na chief kwanza ni mgeni, hata hatumjui. Mimi kwa maana ya mimi najua chief wale alikuwa hapa ni Ndirango na chief Mkamba ndio walikuwa hapa. Hawa wamekuja hapa wageni, mimi hata sura siwezi kuambia. Na ukiangalia nyuma yako ndio waliaka hizi reef. Hii hawa ndio waliaka hizi rifa. So tukajua madhumuni yao ni gani, na mpaka tukatoa haki tukaenda kwa DC. DC mimi nilimwambia hivi, akuje na vitu 3. Akuje na kitu inaitwa watu wa Kenya Power, akuje na watu wanaitwa RANs wa serikali, atuonyeshe beacon yake, alafu akuje na court order. Akikuja na court order hata kwangu azie kwangu. Hii ni bwenyenye wanataka kugrab hii kijiji, na wakianzia na chief na wale nyumba 10 wako hapa ni 4 nitawataja. Wa kwanza ni Oseko, wa pili ni Gerald, wa 3 ni Mureithi, wa 4 ni Dan. Hao ndio wale wanatukura hapa. Ndio huu mwenyewe hapo na ile nguvu wako nayo ni kupitia nyumba 10. Na ile kitu ya pili mimi naomba Bwana President, kama tuko na viongozi, Bwana President, ulikuwa unachoma mahindi wewe tukiangalia historia yako na kuuza kuku, tunadhulumiwa ukiwa wapi? Hii kitu kidogo, hii kitu usikiza, hii kitu last weekend ndio walikuwa bomoe hapa. Kuanzia Saturday na Sunday. So vile tukaleta shida, vile wa Sunday yenyewe walibaki wakiboma, walijenga pale ukuta. Mabati ile umeona pale kutoka chini mpaka hapa. Ndio walishinda wakibomoa. Na ule watu wanabomolea, watu haelewi ile kitu inaenda hapa. Mimi naelewa. Niambia wa Kenya wenzangu. Ile kitu iko hapa,
Huyu Gerald ndio ako pamoja na utajiri. Gerald ndio alilipa watu wenye tenant na akalipa sasa wale wenye manyumba. Na akakona guni zake mkishahama. Nyumba unasikia asubuhi hata hujahamisha vitu mabati na gongwa. So utafanya nini? Ndio maana tukaona wacha tuite mwangaza yetu. Tujue haki yetu ni gani. Bwana President Samuel Ruto na mueleza hivi. Baba, sikiza kilio chetu. Hawa watu kutoka saa hii hapa Ruben. Hapa ni kubaya na ni moto na ni mwecheche. Hapa itakuwa mwecheche. Juu hapa tunaomba hata ikiwezekana saa 8 kuwa umetuma Mr. President, tuma watu wako wakuje wajue ile kitu inaendelea hapa. Nikiongezea ile miaka nimekaa hapa 20. Nakubali hawa watu hawajaona watu wa neema, hawana stakabadhi za kumaanisha hapa wanajenga pale. Ile kitu hawana. Sasa ile kitu wanafanya, walikuwa wanacheza hii kitu chini ya maji isijulikane. Wasee wa kijiji wakule tumbo zao ziendelee kwa mbele. Kama wanatuita mende. Kama wanatuita mende na ni binadamu. Sisi hatuyuko tayari kutoka hapa. Juu hapa Mr. President hatuyuko tayari kutoka hapa. Juu ya nini? Hatuelezwi tunatoka hapa na bwenyenye atupeleke wapi. Viongozi wa area ndio hao. Wakianzia na chief, akina Oseko, Gerald, Dani na Mureithi. Ndio hao wametudharau, wanatuita mende. Wacha nikuonyeshe mende vile nitawafanya. Mende nitawatoa asubuhi. Mr. President sir, sikiza kilio yetu kutoka Ruben. Haya. Kwa majina ni John Sawe. Mkaaji wa hapa Ruben. Nimekaa hapa almost 25 good years. Kwa sababu hata hii ukuta wakati ilipomolewa, huyu bwenyenye alipomoa ukuta, akachenga mahali paka alikuwa anataka. Akamaliza. Wakati ameenda kotini, amefanya makezi yake, hatujui vile amemaliza. Amekuja pande tena mahali alitupakisha, ndio tena anataka kutuhamisha, hatujui mahali tutaenda. Mr. President, hizi kura zako zote zikapa seti 1500. Zinaenda wapi? Wewe kama kiongozi yetu, tunakuomba huyu bwenyenye, hebu muangalie sana, aone vile atazakaa, asikuje kuangaiza watu hapa, tuko chini, hatuna pesa, lakini yeye akuna pesa. Anaomba watu wa nyumba 10, watu anaweka kwa mfuko. Anataka atuhamishe, ndio akuje kuwapea hiyo pesa imepakisha, tulisikia kuna pesa aliwapea. Sasa anataka atuhamishe kutoka hapa, ndio tena aende kuwamalizia. Tutaenda wapi? Hizi kura 1500 zinaenda wapi? Mr. President, tunakuomba kama sisi wakaji kwa Ruben, hebu tuangalie sana, tusihamishe kutoka hapa, tujue mahali tutaenda, tujue mahali tutapeleka watoto. Watoto sasa wameingia shule. Tunataka tuwalipie school fees. Tunahamishwa kama maisha gani? Hii ni Kenya tuko ama tuko wapi? Tunakuomba nyumba 10 ndio natuangaiza kwa hiki kijiji. Nyumba 10 na chief. Hawa ndio wezi wanatuangamiza kwa hiki kijiji. Nani? Kama tuko kwa serikali. Hii serikali tunataka tusaidie, sisi ni wanyonge. Hatujui mahali tutaenda. Mimi kwa majina ni Jena Kisa, nikiwa mchungaji wa Ruben. Tumekaa huku kwa muda, lakini tunasikia tunakuja kubomolewa na sijajua tunabomolewa juu gani, kwa sababu gani. Mheshimiwa ama rais wetu, tunalia kama wana Ruben. Atuelewe tunabomolewa juu ya nini. Watoto wakapa wengi tumewapeleka shule na wanatupea 2000 tuame. Tutaama wapi? Hizi kura zako za 2 term zitaenda wapi? Tumekaa miaka zaidi ya 20 na kitu. 24, 25. Na tunaambiwa tuame. Kama sisi wachungaji tutapeleka wapi makanisa zetu? Mwenye kuhamisha ni bwenyenye tu. Ni bwenyenye. Mwenye anataka kutuhamisha ni bwenyenye wa gas. Sasa atuelewi tutaenda wapi? Anataka kutumia kama parking ama atuelewi. Unaona ukitoa shilingi 2000 inaweza kusaidia. Haiwezi nitoshea kwa sababu niko na watoto. Na haiwezi nifikisha mahali. Kwa majina ni Andrew Monda. Tukitoka hapa hatuna mahali ya kwenda. Hakika hatuna mahali ya kwenda. Kwa sababu kijiji ilipomolewa Njenga, kijiji yenye imebaki ni kama ni hii. Hiyo ngine ya huku mbele manyumba hakuna.
Tangu aseme anatuhamisha, tumejaribu hata kutafuta nyumba, hatuoni nyumba. So ile kitu imepaki kama Mr. President ambaye tulikuchagua, kama tutapomolewa hapa, sisi tunaenda kuishi kwa shamba ya railways. Na hiyo shamba ya railways pia na railways akikuja atufukuse. Hatujui tunaenda wapi. Majina anaitwa Victor Mukua. Disappointment, I can say the leadership of this area. In that this struggle started just some days back. Someone came called Kamau, and he told us we vacate from this place. This place, it is where for me, I've grew up almost 27 years now. And it is just waking up in the morning. It feels sad that you wake up in the morning and you find yourself being told to leave. So you're not being told where to. And talking of something he is compensating us with, it is something small. So we just get it to be like he is looking us as like people who are so vulnerable, and we don't have like someone who can defend us, that this is our home, this is our place, and this is a place whereby we are supposed to stay. So more times it comes like we are heading into a season of campaigns, you find that more times people come. They say they want to be elected, so and so, but when such moment comes, you find them, they are nowhere to be seen. Because since the start of this struggle, we have never seen any leader coming to this place to say anything, to just defend us. Because most of the people here, we stay here and we have our businesses here. Because looking at this current economy, there is no work. The income is so small and it is very hard for us to survive each day. So we find ourselves having so many things to do here because someone staying here, maybe he has a small structure of having a small structure of so he's just looking down on us because we don't have where to go, because you cannot tell me even 2,000 can find you a good place to stay here in Nairobi. The affected population here, it is almost 3,000 to 5,000, because you find there are some people who find a home whereby it is a home whereby there is around in a family there is 4 to 6 people in one home. So you find like most of these places here, they have a population of 3,000 to 5,000 as the affected area on these regions. Yeah. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Ine nuganete betri oratumia segari yao, ebetri uguchachirimo ugakweba, ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi, chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof.
kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kiomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kiomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662 Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
emiaka emerongene na yemo chinsa ninya chiabona mambi gatese Ensoko TV morobene Etorobini sentunda ya kabere nentunda tawaswa sense myo kunyara bagene baite mesu de mambi yabone ka tochi kukwana mange ayene tege siasa yakorekane na uchi korekana nyoranga ine wiki hiyo guchengera litiko orie katiba yachengitu kirego na bego tochi kukwana mange na bageni bane ese studio yabona mambi kabaikire nendebe geta mapema sana by the Omwanchwa mwe yani komo kwandra Faith ke mamautia uyo kubolekirego bunge bw'ensemo yebunge nyaribari ichache yukarabonige ikora unereza hiri janda imeye county ya Kisii nabego bomukwana honyango wa Siga Otich match najigo terie to teach match incommunity nero kubole obunge bw'ensemo yebunge ya Suna West imeye county area ya Migori senchira bene nko barigania nabego wotiko nganjera ingo chigoncho kimono wakego to soso mono bige songo sege Swahili estogo chikukwana mangana mange hadengete sege siasa senge nchomo gani to kabire oyo akego utari kuigo mono ulia abweke gusi. Karibu sana tuchukukwana ugani bane Hasiga nimesema hivi nita change the verbal words because mgeni wetu wa pili aelewi kinayosema. Labda karibu ndani ya studio asubuhi ya leo na Otich match tuanze hapo inamaanisha nini? Otich match is a firefly. Firefly. Yes. It's a bit symbolic like the face that nimeingia. At the moment it's like we are in darkness, but you know firefly always you will see that bioillumination and then it disappears. So it's a very small animal or a small insect, but you will occasionally see it illuminating and disappearing. So that basically that's me. So basically you want to go to Sina West, take them piece it as a firefly and then disappear? No, it's not about disappearing afterwards. It's existing in the political domain currently. You know, it's having the old guards who are making it their territory. So for the youths, kinda, it's like we are in a space, a vacuum where there is darkness. We don't have a space there. So with me, as tiny as I am, like the insect, in that small space where they make it theirs, you'll see me also existing and disappearing. That's good. Your camera is number 2. You can make your introduction formally. Okay, thank you very much, Dan. Together with the station, I'm glad to be here. My name is Onyango. Onyango is the husband of a lady known as Onyango, and also the son of a woman known as Onyango, and also the grandson of a shosho known as Onyango. So my name is Onyango Asiga. Yeah, my political name is Otich match. And I'm going for the MP of Suna West. By the will of God, I think I'll be able to carry the flag next year. Yes. We'll talk more about that and maybe the current MP and what he has not really achieved that you may want to achieve in his princess. I mean, out of his princess once you take in the seat of the Suna West MP. Karibu sana Faith Kemuma. Yes. Karibu sana mie studio. Mbiamona. Mimi niko nyumbani. Mbiamona soko Ntwara Nande. Kwa majina naitwa Faith Kemuma Mautia. Nkambu Baracho, Arikisi County, Nyaribari Chache constituency. Cheno Mosae, Nyaribari Chache. And I can also switch. It's allowed, eh? Yeah, it's allowed. Yes. So my name is Faith Kemuma Mautia. I am a 29-year-old female aspirant for the seat of Member of Parliament, Nyaribari Chache constituency. And I don't have many titles to me, but I'm also the daughter of a woman called Kemunto Anna, and my late dad, Jared Mautia. And the family name is Mira family. Yes, so I'm glad to be here. Thank you so much. I was here in October last year. Yeah, during the death of Laila. Yes, when we were able to engage on the life and death of Mzee Raila Amolo Odinga. May soul rest in peace. It's almost a year later. Thank you so much. Yeah. I'm glad that you are here. The last time you were vying for a women representative in Kisii County, what happened? Not really. Well, at the point I had not made yet. I had not announced my candidature. So I think I told you that I'll come back. And actually you're the first TV station to have me back again. Welcome. And so I'm using this chance to announce my candidature to the people of Kisii and Nyaribari Chache. So I was, from the word go, I was going for the Member of Parliament. And I'm glad that you've had us here because we're going to use this chance to talk about
why the youth in parliamentary roles. So it's a beautiful conversation that I think it's time we have that. Yes. Welcome, and I'm glad to have you people here. Asiga, we come to you. 2020 Constitution is being celebrated this week. It was celebrated yesterday, I think so. Look at the Member of Parliament in 2010 Parliament. Mwai Kibaki, Taya. You have the likes of Musalia Mudavadi, Sabatia. Look at the likes of Habi Nasir was in Kisumu town. The Habi Nasir was a, I don't know, was he a Hindi? Muindi? Up to date, he's still there. He's still there, up to date. Yeah, very mzee, very old mzee. Back today. Magarini, we had Amason King. What's really changing? What's really changing? Look at when we were young, 2010, band behind, and people could vie for MP seats. You have to have a name. You have to be, I don't know, 50 years and above. But after the 2024 Gen Z protests, something is changing. Look at the youth going for the parliamentary seat. Look at the youth coming in. Look at the current member of parliament, Babu Wino. Look at the senators. We talk about the second general in DCP, John Medu. What's happening? What's changing? I think we are heading in the right direction. And this, if I'm allowed to be a bit proverbial, when you're driving a manual car, there is time to engage another gear. And I'm pretty much happy that we are almost engaging another gear in terms of leadership of this nation. For those who fought hard for the 2010 Constitution, we appreciate them. And for the impact that it has made, together with the flaws that it has had, because mostly we have had a document which has not been implemented by the leadership of the day, just because of pure impunity. But I think with the kind of leadership that is also cropping up with the generation that we are having, we are also moving towards the right direction, that we also desire to make Kenya in a different way. The way these old guards, they have been trying to maneuver their ways. I think we are, the good thing with Kenya, we are moving towards accountability. The Constitution existed, but there was no much accountability because the population of the citizens were not much enlightened. But with our day, in this day and age, people are a bit learned and people are a bit exposed as well. So with the current generation, it's only us to have that information, we'll be exposed, and then we are good to go. Yes. Good. Faith, katiba ya mwaka 2010, kumekuwa na mengi ambayo yamefanyika. Vijana wameonekana ambao wako katika uongozi kufanya vizuri. Ukimwona mbunge wa Embakasi anakuwa among the best performing MPs. Angalia mbunge wa Kiharu Ndini Nyoro ambaye majuzi amejiunga na chama cha People's Party. Unahisi kwamba vijana wakichukua watu wa uongozi watakuwa wanaongoza katika uongozi kuliko wazee ambao kidogo tu wanaonekana kwa wanazembea? First of all, I would start by saying Happy Katiba Day to Kenya. That was we celebrated that the promulgation yesterday, and it's beautiful to say that whatever we are seeing is what I can only call a generational handover. Yes, it's about time, right? It's about time that the people who have been there, the old guards, as my colleague here called them, that it's about time that they hand over our country. And now what we are asking is that, are you handing over a country that has an issue with the software? Because we already have it. We already have the Constitution of Kenya, which is among the most progressive constitutions in the world. And so to watch all it entails go down the drain because of implementation and all this is a very sad state. And that's why we as the youth, and we're not vying because we are young. We are vying because we are saying it's about time we hand over this country to the people who will bear the consequences of this of this current generation, current regime's decisions in the future. So I would say that yes, we are seeing a lot of the young guys already who are in parliament that have performed well according to statistics, data that can actually be looked up and that yani data ambayo unaweza hakikisha ni kweli. So inatupa moyo wale ambao sasa tunajitosa ulingoni that we can actually do better, because they are not doing any miracles. They are actually following what is stipulated within the Constitution of Kenya. So if we had leaders that would merge
their experience, even if, let's say, they are older or younger, but just follow what is in the Constitution of Kenya, then the country would be very far. Yes, so kudos to those guys. Babu Owino is doing very well, and the likes of Methu, the likes of Dintinyoro, they are propped up, and they have proven their names to be correct. Yeah. Asiga, baada ya vijana wa 2024 Gen Z kufanya maandamano hadi maeneo ya bunge, rais alitaja kwamba ni criminals. You use the word criminals. You are criminal, somebody a criminal ni inafaa mtu anafaa kwa overturn the government, mtu anafaa kuenda according to the Constitution of Kenya, ni mtu anafaa kwa life imprisonment. With that words, how did you take those words from the president back then? I think those were the like how everything turned out in 2024. I think that is the push that why we are here as youth. Number one, let me say the experience that I had that pushed me out to be to aspire for being member of parliament. The first term that we were using during the 2024 Gen Z protest, it was occupy parliament. We wanted to occupy parliament. But where were we occupying? Tulikuwa tunaenda kusimama nje ya gate. And the outcome was death. They were completely misaligned or misinformed with whatever we wanted or we were advocating for at that moment. So as a young man, I saw, instead of occupying parliament, kwenda kusimama nje ya gate, let me go and occupy it through the legal way, or formal ways, through going to the ballot, and also we go and bring the desired changes that we want as young people in that parliament, inside now. Now we want to go and occupy ndani, hatutaki ku-occupy nje ya gate. Yes. Karibu. Kweli kabisa. Faith, jina lako la mtajo ni Ensara ya Gen Z. Ensara ni spear. Yes. The spear of Gen Zs. Yes, yes. And the Gen Zs were claimed to be tags by the President of the Republic of Kenya. Are you among the tags? I am not a thug. I don't think any of the people who marched into parliament in 2024 are criminals. As a matter of fact, I don't know if you've seen the slogan. There's an activist who used to go with pigs to the National Assembly gate, and he would label them pigs because of the shame that they had brought to our country. So I would say, as a matter of fact, those words would, or those labels should go back to those guys, because why would you call a people who are fighting for what's right, for what's theirs, and who have been given the sovereign power to do so by the Constitution of Kenya? Why would you call criminals? Would call them criminals. So I am not one, and as a spear of the Gen Zs, representing a whole generation, being a 1997 born child, that makes me the firstborn of that generation. I don't think we are thugs. We are actually empowered. We are ready. We are ready to take back our country and guide it into the right direction. So I call myself Ensara ya Gen Z. Ensara, sababusi, it's a spear. My colleague it's a spear. And so why that name? Well, a spear will not be anything if it's not in motion. So, and that's what we're doing. We're already in motion towards our future. Yes, and it needs, well, not all of us could get into parliament, right? We need a representative, and I think that's parliament is one of those institutions where we can be able to exercise our sovereign power. So, I'm prompting myself as a representative of the Gen Z, and holding the spear to the truth, holding the spear to development, holding the spear to bringing the old guard down if need be, just so we take back our country. Yes, we are in war. We are actually we are in war right now. Yes. You are vying in a very controversial constituency where it comes. It's led by Zaid Janda. Something happened in Keumbu. I'll come back and you talk about that. Whereby youths are being used badly. We're going to talk about the youths, and but before we talk about that, I'm coming to you, Asiga. Asiga, unatoka eneo ambalo ni ngome ya chama cha ODM ambacho kimo serikalini
baadhi yao wa serikalini, baadhi yao wa serikalini. Labda kunao mwanya kile chama ambacho kilikuwa kinatawala haswa Nyanza yote na eneo la Western. Sasa hizi kidogo tu kina mgawanyiko. Labda utazungumzia hilo. Kuzungumzia chama Kiswahili. Talking about the dominating party in Nyanza region, which has been ODM. I think talking from a point of facts or getting raw data from the ground, the party is still strong in Mashinani. But truth be told, there is also a crop of generation who still believe like ODM is dying. So since our hero Raila Amolo Odinga left, there has been a vacuum, and to be honest, there is a sort of confusion in the room. So the party is still strong, yes, but there is sort of some confusion in the room, where the young people are really trying to run away from ODM, but the bigger generation, the older generation, they want to still prove that that's the only thing that Baba left us. Alituachia ODM, and we should still be in broad-based. But in real sense, I think as a youth, I don't want to delve much into party politics and dominance in governance of this nation. I want to focus on real issues, because today when we are saying that we are in government, ni wachache wako ndani, wananchi wako kivyao. So kuna viongozi ambao wako ndani ya serikali, lakini kuna wananchi ambao wako kivyao. Hatutaki kusema wako nje ya serikali. We are neither in the opposition nor in government. We are on our own. We are struggling with the economic issues on our own, not in opposition, not in government. So the position is, yes, the party is still dominant there. Kuna wenye bado wanaisikiza, lakini sisi kama wananchi, aswa vijana, sisi we are on our own, and we are really trying to survive these economic issues and matters affecting us as a generation on our own. Yes. So kuna uwezekano kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kutakuwa na baadhi ya wabunge ambao watatoka nje ya ODM kutoka eneo bunge la Nyanza Kusini ama South Nyanza, ambao najua ni dominant sana. Ukiangalia kila mbunge ni ODM. Kuna uwezekano, kutakuwepo na mchanganyiko. Hapa ile tulizoea kuona yellow kila mara. But for the first time, I think we are having an open space where we are having different kind of parties existing, everybody trying to pull on his side, and then the only disadvantage we have so far is the politics of goonship, being kind of intolerant to other people. There are people who are really trying to push. Umeona juzi Omwaga. Yeah. They can't entertain divergent opinions. Wakiona mtu anajaribu, wanasema what they speak during the day is totally different with what they are trying to do at night. So we are really trying to have this democratic space where kila mtu akuja ajiongelele, you know. But there are people who are also really trying to paint a picture that ODM is still strong, but by that hawajui wao tena tunajiumiza tu sisi kivyetu. And hiyo tena ina show hapo chungwa kuna venye imeanza kuoza kidogo. Unaona? Lakini 2027 vile umeuliza, I think in Nyanza we'll see a mchanganyiko of people from independent small parties that never existed, but the party, the truth be told, pia itakuwa bado na some good chunk of elective seats. Yes. I think if I can speak on what you said, in terms of the political intolerance in the country, and even just in Nyanza region where we both hail from, we can say that it is financed. Yes, it is not ati wananchi wameamua hawataki mtu asikuje kwa area yao kujiongelea. We are seeing a very small group of people who are
there's a puppeteer and there are the puppets. So a very small group of people acting on the interests of some elite people who think they are elite or who think they still have control in the region. So it's unfortunate, because now what that does is that once it gets into the national news streams, it looks like it's a you know, like of course when it comes into the news stations, now other regions will fear. For example, before even Homa Bay, we had the Linda Mwananchi team being attacked in Nyahururu. We saw that. Was it Nyahururu or Nyandarua? One of them. Kisumu, Nyahururu, and then there was, Keumbu. Yes, and then there was Keumbu, and then now we saw that also in Homa Bay. And so you see what that does is that it's just an art of creating fear. But what you're telling people or other aspirants from other parties, other than the dominant parties or what was thought to be dominant in Kisii, like or in Nyanza, like ODM, is that they can come and sell their policies. We kuja ground, ongea na watu, and you know, let the people decide. So let's not confuse this. Let's not give these people much attention, because once we do that, we will see leaders not going to these areas to campaign and sell their policies. And then also, to make it worse, we'll see that the government will now sort of like barricade these regions from even accessing development. So whatever is happening is a security issue that the government should handle. But aspirants and leaders, enda uza sera zenu Nyanza. Yes. Before I go back to Asiga on you, Faith, you say that the Bunzim is planned. Was the Keumbu one planned? And maybe being that you are in Linda Mwananchi, I'm seeing you several trips in Linda Mwananchi. Yes. And being that you come from that constituency and are vying for the parliamentary seat from that constituency, was it planned? And maybe do you have some information what happened there? Well, there's a term that news platforms love to use a lot. That is allegedly. So I think I can borrow that to today, because I am not a security enforcer. There are agencies in charge of what, investigating and all these things. But news that got to the country through newspapers and TV was that okay, there were preliminary investigations, because some of the faces seen during that menace in Keumbu are associated with the current member of parliament, being their youth leader or something. So there were questions around even the eligibility of these faces, like who's this person? Why do we see you rolling with this member of parliament, or associated with activities to do with his regime? And then we are seeing you throwing stones at people whose maybe ideas you differ with. So that is what I can say, that the news that got to all of us, and actually I was there. Our car was hit during that rampage, or whatever was happening, and there were the stones and that violence came from the upper part of Keumbu Market, which is where we have the stage, the bus stage, and we are seeing a lot of mamas and women wanauza vitu zao pale. So the stones were being thrown from the upper part, and then on this lower side, there were another aspiring MP's team shouting one term, because I mean there are more than one aspirant in that constituency right now. But kulikuwa na hiyo, you could see that it was definitely planned, because there was peace at first, and then suddenly there was an insurgence of these goons. So that's what I can say. But I strongly condemn what happened. People were hurt, people's vehicles were vandalized, and it's not what we need to sell as Nyaribari Chachi. You said something earlier when you were saying about the spotlight that Nyaribari Chachi has had in the, it's among the most popular constituencies in Kisii, because we've had some of the most vocal leaders. We've had Kina Monda, we've had Simeon Nyachai. He hailed from that constituency, but to see it being reduced to what it is right now is actually enraging. But I think for the first time, we as the youth are done sitting on the bench and just being used as goons or couch activists using hashtags and all that. We are saying that it's time we move from hashtags to policies. So wacha tuingie bunge
tusaidie watu wetu. Yeah, true. It even covers the larger part of Kisii town. I think Yes, so. yes, it does. We have a chunk getting into Two churches south and Etorobini church. Yes. So we go through up to Kisii Stadium, covering all the way to Omwanchwa, and then covering way back to Menyinkwa, mpaka kule nyuma. And Raja Moja and the Yes. Asiga, youth who have come very vocal and to have more votes in Kenya. We talk about the Nairobi senator. Wamekuwa wakilengwa sana katika nini ya siasa. Weekendi wanakuwa naelekea Meru, ambayo ni ngome kuu ya naibu rais nchini Kenya. Labda mtindo ni ule. Mtindo wa kutupua vijana, mtindo wa tear gas. Na for how long can we see this? And I think witnessing the state of the country where gunship is currently driving our state of politics and campaigns is a bit sad. And the way Faith has condemned, I also want to condemn that. The sad part, not calling names, there are people in this current regime who are campaigning to change the status quo, not using police to intimidate political opinions or different divergent opinions. But currently they are the ones having, they are in the driver's seat, and they are exactly doing whatever they used to condemn when they wanted power. So I think it's a sad state of affairs, and I also want to encourage our youth now that sisi tena ndio tunatumika. Hautaiona shosho or a grandmother throwing stone at somebody. It's us youths who desire for change. It's us, we are at the center stage of everything. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tunatumiwa, na sisi ndio tena tunataka change. We want to be everything. So I think being a youth is not easy. The only thing we have to do is try to encourage our fellows who are deviating from the course, ndio warudi tujaribu kufanya siasa safi. Nikiwa Ushago, kwa ground, I always encourage, I don't know, in your local, in Kisii, there are these insurance schemes that cover death. There is one popular currently in Nyanza called Tuishi. Umeisikia? Tuishi and Kupa Kenya, where you subscribe just in case somebody passes. Bereavement plans? Yes, they'll cover it. It's too much. It's something so popular. Sahi kwa ground. I think you need to find out and know. Moso hizo jina mbili, Tuishi and Kupa Kenya. So I always encourage our mothers, wherever they are. Ukianza kuona kijana yako ameanza kufuata mwanasiasa, is being anajaribu kupewa pombe ndio aanze ku misbehave. Wewe kama mzazi who really love your son or daughter who is a youth, tembea tu pole pole, umuulize kama akona sha kwanza. Ama kama hana sha, umuulize kama ako kwa hizi schemes kama Tuishi Kenya. When you are into violence or being used by a politician, there are only two outcomes. Utaumia, uende utibiwe na hiyo sha. Tena ukiumiwa tena hao wanasiasa watakuachia mzazi tena. Kama hujaumia ni kifo, and we don't want that. So I really encourage our youth, let's focus to see kuwe distracted. I think the only thing that makes us be distracted most ni mfuko. I know the enemy is poverty, but tujaribu sana njaa isifanya, because these people have money. Utaiona kijana yake hapo mbele ama familia yake. It's us that are being used. So I'm really hoping things will change. The most we can do as young people together with you in the media space is to make noise about it. We really need to sensitize common mwananchi, where people, siasa safi inawezekana. Si lazima watu wapigane. You can do a very clean politics. Kama if you don't buy my ideology, usinipigie kura. As simple as such. Kama unampenda, mpigie kura. I really hope as a country we'll move to an era where we don't focus too much on elections. There is this quote always being repeatedly used.
there is a problem when the current crop of leaders always focuses much on the next election rather than focusing on the next generation. Yes, so I hope tutaifika huko mbele, sijui ni lini lakini Mungu amejua. Mali ikifika election, mama pale Keumbu anaenda na piga kura hata kani saa 8, anajipanga tu asubuhi niende niuza miwa zangu, jioni aenda piga kura, rudi angoje. There should be no much tension and making it like an event, you know. Inafaa kwa tupige kura tuende. Well, I think in future we should make it even digital when we have trusted trusted system. You have said about being safe, but look angalia serikali ya Rais Ruto. Ni baadhi ya serikali ama ni serikali ambayo imefanya shake-ups mingi sana katika mawaziri wake. I don't know, more than 3 times. Yeah. Na the current CS of Interior, that's Onesmus Kipchumba Murkomen. Amesema kwamba kama unaona kuna vita mahali ama kama unasikia kuna vita mahali kwa nini fulani ya kisiasa, mbona unaenda? Mbona uende hapo? How do you take those words? So we should not go for political rallies as youths. For me, I was kind of disappointed with these words, knowing very well he is not speaking at a common. He's not a common person. He's the one holding that docket. He should be now. Sasa anafaa kuwa anatupea solutions. You know that one ilikuwa inakaa nikaa yeye pia na complain. That was reckless. Yes, he was a bit reckless with these words, and he has been reckless ever since. You seem to be a wise man when he was in Senate. Ever since anza kukua hizi koti na suti mingi. These things have been changing. The wisdom as ama ile ndio power corrupt. So power corrupt. He is a bit corrupted by power, drunk in power. Yes, but I think as the CS in charge of Interior, he should be giving us more. He should be giving us more of confidence. Not, you know, those statements in a in the political chase, you know, but he should be looking a bit more neutral and giving us hopes that Faith akienda ku campaign Keumbu, things will be a bit safe. Kisema kama utaki Faith, mbona unaenda campaign? That is fear mongering. He's trying to sell fear and also to intimidate aspirants in a way that is like, you know what, serikali haita protect, when clearly the constitution of Kenya imetupatia the police force as a unit to protect citizens. So ikifika mahali where they are involved with goons, or we are seeing now you know, them being partisan, because it's clearly they're partisan in this case. So I would say this, I condemned, like, kwanza nilisikiza akiongea tu hivi, and then I saw memes coming up, people saying that if you don't want to die, why are you living? You know, Kenyans and trying to bring comedy into everything. But the main problem, even when you're looking at goons, there's something that I wanted to add when he spoke about when talking about goonism. It's always imekuwa ikinisumbua sana how an aspirant, or let's say the already famous guys in government, let's say now the president Ruto, anaenda mahali on a weekday. So unapata president ako tuseme ameingia Suna West on a Wednesday, and thousands of young Kenyans are there watching him like this, and then you see news coverage itaonyesha the masses, and you know you know how you take the aerial shots and it shows how many people are there. So I've always wondered, for the people who already have the power to help these young Kenyans, does it not bother them to see thousands of young people on a weekday when they should be in employment, you know, adding on to the national revenue? They should be in a tax bracket, adding on to the national revenue. Does it not bother these people that watu hawako kazini? So I think for me, like, I would say this: we are going to Meru. We are joining Nairobi Senator and incoming President of this country, Edwin Sifuna, to Meru on 30th of August. And I would say that the people of Meru have assured us tutakuwa salama. Na tutaenda kule na tunaomba serikali tuchunge.
serikali tuchunge sababu lose one life is too many lives lost. Yes, we cannot, even if it's a goon. Unaona kama our goons wakifariki tena wana vile umesema kama wana tena plan ya bereavement plan, then they still have their families na community kiwachangia pesa. You notice that it's still too strenuous. So one life lost is too many lives lost, and let's be tolerant to each other. Yes. Nasema mkuki kwa nguruwe ni mtamu lakini kwa binadamu ni mchungu. The same thing happened Asiga in Omwaga. Some supporters of the president walipigwa mishale. Sijika uliona hiyo kitu mbali. Juzi. Okay. Walipigwa mishale wengine mikono, but so walikuwa wanauliza the CS, walikuwa wanasema so mbona wao wameenda kwa mikutano ya rais. Dan, kuna kitu hata nilikuwa naongea na rafiki yangu juzi. Tukapata ya kwamba wanasiasa ama hata tuseme ikiwa wewe ni mtu ambaye uko na power fulani, we often rush to make decisions forgetting that one day you'll be on the other side of that window and that thing will affect you. You know, or even policies. Kama wakati tulikuwa tunasumbuana kuhusu the finance bill 2026. Hii ya mafuta hii hata fuel prices, you know. So we have to, as Kenyans, we have to understand that policy started from parliament. And it makes me wonder, these parliamentarians, when they were coming up with these policies back, whether this happened way back, the VAT on fuel and all these things, they were passed in parliament. So did these people ever think that for some reason one day they'll be on the other side, and then that now that they're even still in government, hakuna mahali nimeona petrol station imeandikwa 2-term or 1-term or yule ambaye alivote for this or not. We are all suffering. So I think leaders should actually know that you could be on the other side of this story. So always let's make this, let's be in a position to bring positive change, because your family, your relatives, your kinsmen, your tribesmen are on the other side, and one day you could also join them, and utakuwa in pain as well. Kwa sababu ya wakati tutakuwa tuarudi nyuma kidogo, nitakurudisha Suna West, nitakurudisha River Church, so that you can speak to your people. But before that, Asiga, the leader of DCP, rais kiongozi wa DCP aliyekuwa naibu rais wa nchi ya Kenya, Rigathi Gachagua, amesema kwamba kuna pesa ambazo zimetolewa. Amemhusisha CS wa tourism, anaitwa Hassan Joe, ni wa mining, mambo ya elections, rigging in the coming elections. Amemhusisha pia baadhi ya viongozi katika kile muungano wa IBC. Siji, labda unahisi kwamba kuna kitu kama hiyo? For me, ever since I've had this school of thought that there is nothing that happens in politics by accident. Where there is smoke, there is fire. There are a lot of things angeamua kusema. Truthful man. Kuna vitu mingi angeamua kuongelea. Maybe angeongelea an issue maybe in Meru or in Suna West happening, but he chose specifically to talk about that. So, you know, we need to find facts, not to peddle rumors, yes, but that raises a question. In Kenya, mtu akianza kuongelea hiyo, utapata ilianzanga tu sijia Dani anataka kuuza airport, and in real sense something was happening. You know, so moshi imeanza kutoka hapo. Kuna kamoto hapo. We have to find out if there is any form of truth in it. Yes, but aside from it, singependelea watu waanze kupeddle rumors around elections. That's break trust ya wananchi on election process, because there is somebody who really wants to vote in Asiga in Suna West as an MP. But when we make propaganda at the center stage, at a field, I might go and vote in this young man na waibe tu. You know, yes. So as a DCP, as a truthful man, pia jaribu kufind facts, atulete evidence kwa karatasi, leta receipt, aache kutu kusema bila kuverify. But my honest feeling is mahali kuna issues zimeanza kuongelewa, there must be something. Yes. Tutachukua tu mapumziko mafupi, kisha tutarejea. Tutazungumza mbona nataka kumtoa Peter Francis Masara niye
Yes, but simtoi vile, yeye ameamua kupanda ngazi kuenda governor. Ameamua kupanda ngazi kuenda governor. Yes. So he's leaving the seat vacant. Yes. Yeah, for you. It's mine. Zaidi janda kwa kuzungumziwa sijui unataka kumtoa, tutatuongeza mambo ya barabara na kila kitu katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Mwancho bugari kitabu de emeroberio na yamo chinsa ni sano cheko na mambia bali ku ikachimoje yote bakoro kwa Triza Omboka. Triza was watching live kwa Madare Note pamoja with Risa Seria na Damalske Munto na abana bonsi Riakima ipo Samaru. Asante sana for watching Triza Omboka. Na anaitwa ni David Matara Nyawiro, David Matara kwa Magwagwa na ende ime ewe kamwerio. Asante sana Mwanafogo kwa Magencha Mosogwa na ende ime emeroberio ya mwana na baigo mtabwatega Dennis Krandi watching live from Nakuru. Asante sana kutoka sehemu za Nakuru Dennis. Na huyo anasema anaitwa Teofena Sembogo watching kwa chinsa mochianya Keidi Marani that is kitu cha chenot. Huyo anaitwa na Matundra Andrew loving from Nyamira town Mbiyamono na kati ya wengine wengi. Jeria Keribo watching live from Ngubarini sehemu za Kingdom ya Barini tufuata kupitia mtandao. Asante sana toke motoboko sito kana tuchiko enre sehemu ya kabina wetu kwa na mangana bangane adengete sehemu ya bunge ya Suna West na waigan sehemu ya bunge ya Nyaribari Chache. Etorobini ni gaga ndrete bene. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabali b'Chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitanya chinsa. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yobeka ase ekiage ekemo ninki keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete
kuri ndo mugusita cheti gotegera rororo oberu gutara asensenkima na rero tugutore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusia nyare ko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi nto beto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na anene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV iri etaliane ni Innocent Onyango. Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gya Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabene liokuraria asegete senieke aseriguri lyakibusani torikere gose twakere sinigwetire namba yaito yobonchureria 0788666662. Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu nendo Omwanchwa mweli mambi yabone gachide kamera ngebire na isano esato chinsa ni isano chabana mambi morogwe Etorobini na inchekuru kwa Daniel Omwaga tonto kwa na anera nyanga siga na baigo faith mouth yabonse babegete birengere bya usoko dikere bibo chumbe wose wichikura chine cyo mwaka cyo ngebire ne town ebire 2027 ya mwakorwa Asuna West na baigo faith mouth yokorwa sense media ya Nyaribari chache karibu nende tendere kwa na we win a break and nafikiri asigana kwa anaongea nirudi kwa Faith. Where do you think the best for Nyaribari chache Keumbu? Wanasema kwamba chalitema tu wanasema wanakamwanga kutoka kwa serikali. Ya sitting MP ako kwa serikali na maybe wanasema wanakamwa. How is the situation? Health, schools, roads, the infrastructure. Yes. In Nyaribari chache. Well, I would say that Nyaribari chache tumepoteza glory yetu. Yani, our glory days are long gone. Since the 16 years since the constitution was promulgated, we are not making any steps because definitely when you're doing such an analysis, you're comparing it to other constituencies within the country. So the fact that even our current MP is not even among top 10 in that list, it shows that we are not doing well. Now, the current state of the constituency in terms of healthcare, in terms of road network, in terms of that's now infrastructure, in terms of even education and all those dockets that are within the national outlook, like where now an MP oversees, they are not in the best conditions. I believe that we can go better. Now we have made headlines as a constituency in the most recent years, where you tell someone you're from Nyaribari chache, wanasema uko kwa michele na maragwe. We have been turned into squatters and refugees kinda in our own homes. So sifa ni mbaya, and you know, ingekuwa ati inafanyika vile na upate kuna maendeleo, mtu atasema this person is being generous. But we are clearly seeing theft happening because Chipara, they are in the worst conditions ever. We are seeing stocking of necessary medical in the local the healthcare, the dispensaries and all these things. Alafu sasa, to make even matters worse, there's a small crisis that is brewing in the constituency where we are seeing
rise in teenage pregnancies. We are seeing the goons, all these things. So what I'm getting is this. We are seeing a leader who has been bestowed the rights and the responsibilities to help his people, but ameamua nitafanya hivi. Nyinyi wamama, sababu wamama wameonekana kuwa wako more vulnerable, ndio unapata hata kwa mikutano mingi kutakuwa na wamama pale, na hawa mama ndio somehow mostly breadwinners pia kwa nyumba zao. Kwa kweli wamama pia wana contribute to the household income. So mama akiona amepewa ile 1,000, 2,000, nasikia ukiwa na mtoto unapewa 2,000 kila moja thao, atachukua, lakini atasahau kuwa the same mother ako na mtoto labda ako campus, right, college, ama ako na kijana ambaye hana kazi. So this person atakuwa anatumia hiyo familia yote kujia advance yeye kama kibinafsi. Kwa atafanya vipi? Utapata let's start with the elderly. The elderly, the retirees in this country, first of all, but the retirees in this country are the poorest, even globally. We rank poor, the most poor retirees globally. And then kuja wamama, atakuja pale, he's not taking care of their maternal health care, pale ambapo unaona kibinafsi, ama hata kusupport biashara ndogo ndogo in something that goes beyond handouts. Unaona? Akikuja kwa vijana, kama hata ni education policies, because unajua kazi ya MP si kuwapatia watu wachache kazi. Kazi yake akiwa pale bungeni ni kuleta sera ambazo zita-ensure that vijana wa constituency yake na country at large watapata watakuwa, yani the government itakuwa na policies ambao zita-ensure these guys can get into entrepreneurship easily, you know, or they can get into government jobs, or make the environment favorable for private sectors to bring in to create jobs for these guys. But sasa utapata mbunge wako labda anakaa kwa committees fulani na fulani pale, ako kwa committees ambazo zinapitisha policies za kukandamiza watu wake na nchi nzima. So for me, I think kitu ambacho kilinifanya hata ni amue kujitokeza na kusema it's time, let me go for this. I don't think one will ever be ready. Ukisema ungoje uwe na pesa mingi ama ukuwe na majina fulani na fulani, it is never time. So the time is now, and that's what I decided to do. And I'm telling my people of Nyaribari Chache that do not vote me in because I am young. No. No, actually we do not want that. If you're going to vote for someone because they are maybe ati huyu akona miaka mingi so anaweza kuwa akona experience, ama huyu anakaa young. No. The conversation that is coming in 2027 is beyond just age. We are talking about character, we are talking about integrity. We are talking about a vision for your people and for the country at large. I must say this with so much pain when I see our leaders speaking with so much pride that nitawatafutia kazi kwenda Gulf. Unajua mpaka nashindwa, kijana uweza je ongelesha watu wako hivyo, sababu watoto wao waendi Gulf kufanya kazi za nyumba. Watoto wao as a matter of fact watakuwa kama ni kufanya kazi, watakuwa ni wakienda Europe or whatever, they are going for touring as tourists. Why then will you subject your people to export labor outside while you're unawanyima dini ya familia zao? Unaona sasa hizi ukitoka Dan utaacha familia yako, maybe mke na watoto ama wazazi wako ambao wanazeeka, umeenda kule nje ya nchi, alafu pesa ambazo wanapewa pia ni duni. Alafu sasa ku even make it worse is that hata zile pesa wakirudisha back at home zikitumwa, they are still subjected to so many taxation. Ile pesa hata imalizi kusaidia hizi familia. So our country is in a crisis, I would say that. And why the role of why national politics? Why didn't I go for example MCA or a woman representative? Is because I understand what a member of parliament can do, and these people possess single-handedly the power to destroy or build this country. And it's important, even as we are propping the next president of this country, we are looking at a young and of course a young president. That's the youth are fronting for one of them. Yeah, that's the good thing about democracy. For the first time, we want one of us to lead us, so we are looking at a young president. And it's important that as we are propping this person of integrity out there, that we also give him a team of people in the National Assembly with the same like-mindedness, people who are also thinking on democracy of the people, human rights. They're looking at protection of the Constitution of Kenya, and generally just working for the people of the country and the individual constituencies. Yeah. Asante sana. Na ukumbuko kulinda mwananchi na ni kulinda Kenya. Na
Fred Matiang'i ni Jubilee na it say that when you are outside Fred Matiang'i ni Gusiland for now. It's an hostile ground for you. Tutambia mbona una support you mwingine si Matiang'i ama uko rina mwananchi lakini una support Matiang'i like the rest of utatuambia tutakuja kwako. Asiga you come from Suna West. Yeah, it has the likes of. You unatoka ward gani? Wiga. Mbona unatoka Wasueta? I'm one person who is all rounded. All rounded. But kuna ile ward ambayo inasoma ID yako. It has forwards, by the way. It has forwards. Yes, yeah. Ragana. Me personally, like my kins and my family come from Wasimbete ward. Wasimbete, yeah. But me, I've been born and raised in Oruba Ragana ward. Oruba Ragana ward is the ward at Migori town. Yeah, it's the town, yeah. It's the main one, yeah. Hapo ndio mimi nimegrow, but currently I stay in Wasuita 2 ward. Wasuita 2. Yes. So uko na bonds na Ragana Oruba, Wasuita 2 na Wasimbete. Yes. Wiga Wiga just for some family members, but ile yenye niko na attachment nazo ni hizo tatu. So at least unaweza kimbia hapa uchukue kura. Your MP anaingia kuvaa for governor seat. Yes. But current yako kwa ODM na current yako kwa broad based government. How is education? Unajua kule Luo Nyanza education inakuwa ni shida. Other pregnancies and you know about that, we speak it openly. Hali kwaje pale kwa ward kwa constituency yako? Suna West constituency, I want to like it with the mmoja huko ni mashinani in Nairobi. Nimeanza kuambia watu wa Suna West waite because it has west there. Huko ndio west. Tuko na Suna East na Suna West. Watu wa Suna East tuko kwa Junet, tuko ni Eastland. Sisi tuko west. It means tumetoka mbali and wherever we are making steps, and with Onyango Asiga we are going far in Suna West. Yeah, the state of education there, I think I will congratulate partially the current MP. He has really done a lot. Yes, here to Sita Danganya, the state that he found the constituency, he has really made some steps. And the good thing is that I've been working to schools, to all dockets that are covered by the member of parliament. And truth be told, even when I'm given the opportunity to become the next member of parliament, a lot still has to be done. Kazi ni mingi yenye naweza fanya bado watu wasema anafanya kazi gani. So the state of our schools, the current MP has really done a lot, but I think with this exit we really need somebody who is has the capacity to also do much the way he has done. And I really think for me, I've really done some form of audit. I'll brag as the only candidate so far who has worked in 75% of schools. Not going there kupita kando ya shule, going to schools, working inside staff rooms, talking to them, looking at the state of schools, because the disadvantage is at times we come and vote or elect somebody who doesn't even know the state of affairs of the constituency or the area of jurisdiction. Yeye anaweza kuja tu pale Migori primary nitawapea bus, but in real sense those kids are sitting on the floor. So you know, it's I took that initiative to go to those schools, document per school whatever the state is, whatever has been done so far, and where I intend to take it. So bado tuko nyuma, na I think with the right leadership, that's why I'm also going there. We can still do a lot in terms of education, which you asked, plus many other that when given opportunity I can talk much about them. Yeah. You've talked about auditing. Auditing, it links me with your career. Economics, Ama, from the University of Nairobi? Yes. Yeah, it links me with your career. Economics. Yeah. Wow. So, about Mamba economics and how do you think about the state? How will you manage it? An MP has a very big mandate. MP anapewa mambo ya NGCDF, which is very
not good in states. Unapata the president tumeka vibaya sana. You have seen all over. Yeah, you've seen the likes of Marakeba also trying to bring out what is really happening there. Look at the NGCDF. Look at such things happening in the constituency level. Na mbunge ni amepewa kitu TSC. They have scams in TSC kwa ajili walimu. What can you think about, and maybe what can you do to save your people, and how can you make sure that William Toto from the very, very much vulnerable household is getting some help? I think this time around Sunawes is lucky to get a brilliant mind. I won't brag as the best, but I think with my background, at least I can do something meaningful. From the University of Nairobi Economics to Kiachana, I went ahead and did some course in management at the USIU Africa, and I think that one will shape how I'll manage the constituency. You know, at times in strategy is what I've done so far. When I also said I did an audit. With strategy, first you start by asking. In Ensoko TV, wewe ukiingia kazi utauliza wametoka wapi, na sahi wako wapi, na wanataka kwenda wapi. Those are the 3 questions that I ask myself. Where is the constituency coming from? Previously, what was existing? What do we have at the moment? And where do I want to take the constituency? That is my key driver. And I think I'm trying to sit also with brilliant minds. This time around, tunataka tuongee facts. One person, hii ingekuwa our local station, I could be pointing out specific things, not generalizing. Kama ni mambo ya barabara. Right now I'm having a database of all roads that are existing in that constituency and their state. Not only kuuliza Faith ama nani from that corner eti barabara yenyu inakaaje. Me, I work there personally. I document them with my digital team. Niko na evidence kwa simu. You know, so that we don't become the crop of leaders who are not even aware of their situation. Nataka nijione, I come to know of whatever is happening on ground. And I will also encourage fellow aspirants, ama youths. We can both take part in shaping this country's leadership, both inside and outside government. Tukiwa nje, let's not always be making noise for handouts, but let's make noise on meaningful agendas or transformative ideas that can change our regions. Utapata barabara nayo ni mbaya, lakini yeye ameshinda tu akipigia mheshimiwa amtumie so. Yes, yet they have even a TikTok account. They can form it, waanze tu make noise about it. You know, this country is used to when you make noise is when something happens. Yes, so as youths we are going to do something different, and with me I want to build some system of facts. Yes, uangalie data, what is system. Najaribu sana tuende kwa situation where people are talking being practical, things that can happen and those that cannot happen. At the moment, you know, you asked Faith what pushed him to go for member of parliament. Even me, I'm not the best in that constituency, but I want the best for that constituency. The options that they are having today, it's upon them to judge. But me, I'm also posing. I want to post or give them whatever I want to do different. You know, it's not about competition on which brain fits best, but in what can you do best. You know, that's what I want to do, and I'm always sensitizing wananchi. You know, the current common mwananchi is not perfectly aware of the role of a member of parliament. When I'm always campaigning, I always try to remind them. The main focus kwa watu wamejuanga kazi ya mbunge ni CDF, which is not the primary role. The primary role, bila kuacha kizungu mingi of being maybe a representative, legislation, oversight, tuache hizo kizungu mingi. The primary role of an MP ni kukua, ndio maana anaitwa mbunge, afanye kazi ndani ya bunge.
In English, yani member of parliament. You should be working inside parliament. Sasa wewe kama mbunge wako ni yule ananyamaza ndani, is not making noise inside, but kwa bariole huko kwenu anapiga kelele. You elected the wrong person. Let the laws ambazo zinasaidia mtu wake kwa constituency yake. Yeye mpeleka kuwe MC wa Matanga home. Give faith akuwe MP wa Nyaribari. Asiga, you work with goons, umesema unatembea mashule barabara kuangalia, unatembea na wale vijana ambao wanakulinda hiyo time, unajua mheshimiwa amelindwa. Do you work with goons? How do you campaigns? As a young man, I don't work with goons. My values are heavily pinned on non-violence, but situation kwa ground makes me to be protective. I protect myself, and I always tell them, we only act whenever there is a chance of me getting protection, and most times it only happens in burial from my side. Kuingia matanga na kutoka ni matanga tu hivyo venye naito. So with this protecting you ask protection from the security system ama ni vijana wa nyumbani? The security system will never guarantee you anything. So ni vijana wa nyumbani. Ni tu utafute tu vijana wenye at least wameingia gym kidogo. You know, how's your goons? Your goons. Security as well, it starts from perception na venye mtu anafikiria. Leo ukikuja nipate mtu amesoma hapo a huge person. I'll tend to act as if you are secure. Sita kuchokoza vile. So for the people I'm having, it's just for protection. Don't chaos. But mimi hata siogopangi. Ni venye tu kumanuva. Hiyo ni mazishi, kuingia mazishi na kutoka ni mazishi. Inaelewekana mazishi blade. Kwanza ile ya kwenu na ile ya western. So ni tu ile tu physique yangu. I'm not heavily built kuingia hapo kusukuma watu kuingia. But ningekuwa na hiyo mwili hata singe peke yako. Mimi ningekuwa my own gun. Tutarudi kwako in a few minutes because naambiwa time imeisha, so that tunaweza ongea na watu wa Suna West Faith for just a minute, alafu tutaongea na watu wa Nyaribari chache. Do you think you are safe? Number one, mbunge wenu ni mtu wa kusera sana. Wanekana kusera. Do you have those funds to go and talk to people? Wamezoea 1,000 kwa matanga, wanapanga nini kutoka hapa hadi Jivanji. And number two, secondly, do you think that you are going to survive without supporting Matiang'i? We are supporting the Mwananchi, who is your presidential candidate, you said is Edwin Sifuna. Well, those are good questions. One, Nyaribari chache ninka. Arinka, aribono mete njenimba agari. Nchuno mwana nsomerete Kisi Primary. Yobone town mari nchebon tumechoze nonkune. Because Tata used to work with G4S. So I have a very high affiliation now to security guards. Yani, as much as he's late, but his impact still protects me to this day. And also, I went to Nyabururu Girls. Then later Kenyatta University. I was the top girl in Nyabururu Girls class of 2014. Yes, and then I proceeded to Kenyatta University where I did economics and statistics. And I think there's no better time to go home than now. We left home to change home. But back to your question, I do feel relatively secure because, you know, where you hapo kwa kwenda ndio upatiane 1,000 nini, these are meetings that you have mobilized. Now, sisi as vijana, what we are tending to use more is self-mobilized meetings because we don't have those resources to come and dish out. Ndio watu wetu kugosera abantu. Iko kitokora, etoko yenda, wala una chikanisa. Chikanisa mete no yenda, they'll give you the audience because already abana abantu wameshaka on their own, they have already mobilized themselves. Aya, no chotu arenga umemobilize kikundi kama vijana wa makanisa, wa community, wa pikipiki, nini. There's messaging. What do you carry? Because as Nani has said here, Onyango, there's hiyo kwenda boma, unaweza hiyo ni mtindo mwingine unaweza tumia kwenda kwa maboma za watu, waongelesha tu hivi personal. And you know, kitu fani ni watu wanasikiza. Mimi nimejipata kwa mikutano na watu wa pikipiki na tukaongea na wakaniambia sasa unajua hata imebidi siku hizi tumeanza kuzoea sasa mheshimiwa wewe utaki kujassociate nayo bado lakini you start now owning the name. So I go somewhere and people are telling me mheshimiwa
sisi tutakusikiza, na hata sisi hatutaki chochote. Sisi tunaweza tuletea kama for example reflectors. Na ukiangalia reflectors, they carry more than just branding. It's security for these guys on the roads and all these things. And when I sat down with this team, when I talked to them, I was asking them very nice questions. Niliuliza kwa siku moja, ungekuwa mbunge for a day, what will you do? And then people open their hearts. Unashindwa, by the people actually have ideas, only that they feel maybe not enough or wako equipped enough to go for these seats. Number 2, uta notice also another challenge we have is social welfare programs. So we might have a mbunge coming and building border sheds all around the constituency, while these people are still using bad roads. These people are not on any social welfare programs like what you're saying in your constituency. I've not heard of that name in our lands, but I have associated with the maybe last respect plans from the insurance companies, something like that, I think so. So such things are good that you can introduce to the people and tell them twarosire konya kuchanga chibesa. Yani umaitegu siiti yango te igao unaenda unakaa kila wiki someone amekufa kwa village and we are burdening communities by kutoa pesa nini. So why, because since we have exposure to this information, then you can get a platform to tell people, by the way, you can come together and as maybe the government, we can partner with a certain or different providers of this plan and they can bring it at subsidized rates to the people. So I do feel secure for sure. I also work alone most of the time, not necessarily with a group of people, because when you are going to these communities and churches and whatnot, it's not a big show. Uendi pale sina prado kubwa nitarive nayo watu wamehang juu. Sina hata hiyo 1,000. Sasa mimi naambia watu wangu wa Nyaribari Chache, ncheno mwano by the way. Ncheno mwano and I think this will also be a voice of hope for thousands of young girls in Nyaribari Chache and even nationwide, to tell them that, by the way, you got what it takes. You can do it as well. You can do it, because gone are the days where we are receiving breadcrumbs at the bottom of the table. If you're not giving us the table, we will form our own table. And I think that's what Edwin Sifuna and the Linda Mwananchi team are doing. They said, you don't want us to be part of this table. We will do what? We will create our own table. And so as soon as we get the party name, because the registration is almost done, and we get our party name, I am proud to be associated with His Excellency Edwin Sifuna, and I'm not now. I am in I'm not saying His Excellency Matiang'i cannot rule. It is the people who will decide. It's democracy for me to say that I want to associate with the values that this other faction brings about. And I'm proud to be Sifuna. Mimi ni Sifuna pia. Asante sana. Asiga, kamera yako ni tu just in a minute, naambiwa time imeisha kabisa. Unaweza ongea na watu wa Suna West, Ragana, Wiga, Waswati na Wasimbete. Thank you, Dan, as well, for hosting me. I don't have much to say. Kazi iko kwa ground na mimi nitakuja kuambia yale ambayo nafaa kuyatenda nikipewa hiyo chance. Mine is about self-service and integrity. And I think with that, those are the right tools. When we have systems and good leadership in place, Suna West tutasonga mbali. And I believe kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio nitakuwa mbunge wenu. Mni support na najua mambo yataenda sawa. Yeah. Asante sana. 10 seconds. Yes. Mbia mono sana. Abantu bane ba Nyaribari Chache. Inchenande Faith Kemuma Mautia. Incheno mwano ino. Omwiseko Nyaribari Chache. Proudly to be associated with you guys, and what I'm telling you today is my promise to, if elected into that seat, to look out for you guys. I will advocate for all of you, irrespective of the gender, irrespective of the age. Mwenzi munahitaji ku feel seen. You need to feel loved and to feel seen. Thank you so much. I don't think I have anything else to say, but kwa majaliwa ya Mungu pia naomba mnipe kura zenu, na vijana tushike kura, bado process inaendelea. Wale ambao wako outside Nyaribari Chache and you have not taken any, you don't have a voter's card, unaweza fanya hivyo at you go back home and register, and then pale pia unaweza badilisha kura. Tuzidi kufanya hivyo na tuchague leaders outside. Tuseme ati mtu wako na speeches, mtu wako na pesa. Wacha tuangalie mtu
kwa ile ambacho anasimamia, what they stand for. Nawapenda sana nyote, na kura kwa Faith Mautia ni kulinda Mkenya. Na mwananchi. Kulinda mwananchi. Ndio mono. Asante sana Onyanga Asiga teach match kwa kufika, na all the best in your Suna West dreams, na Faith Mautia Kemuma all the best in Nyaribari Chache come 2027, na watakia mema mfike pale pia, ndio sisi tuwe ni furaha yetu. Na asante sana kwa kukubali wito wa kuja ndani ya Ensoko TV mchana asubuhi ya leo. Omwanchwa towikero mwerio Etorobini chiteke emerongebe isana yore chinsa isana chabono umambia chiteke isana chuka chile chinsa isana nemo ngwekero mwerio we Etorobini mega yemenya cha twabate abamura bange sana togochakira toldi ntwabate Joshua Nyauma ntwabate nonyenigo abange ebuna ababo Abraham abo bene kinga chibi chama na mario yo ikere century yo bene we kalit kori anke tumya nde century ye chikosori chinsa isana isa to wika chinsa komichema ngoba to chiko kuona mange hanene gori aba gosori abanye bali babere bagoswa SC club imense ya Kenya na bagense abongereza kuko tebinga club ke Liverpool kia munyandre homogosiri ya takura PSG Bradley Bakora Etorobini ya kiromwerio. Bye bye.